Aisee. Juma huyu naye yuko wapi jamani? Mpaka sasa hivi hajaja. Hajui kwamba siku ya leo nina wageni. Ina maana hawajamwambia kwamba mimi nimemuita jamani. Na haya mambo ya kumtegemea mtu mmoja ndo kama haya. Inabidi nitafute mtu mwingine. Ana uchelewi kususa. Vipi? Kwa wapi Juma na wakati unajua nina wageni siku ya leo? Na wewe unajua mimi ni gari la mtaa, kwa hiyo nilipitia sehemu kuzibua vyoo. Ila hiyo nyumba niliozibua leo mwanangu sio anakula nini. Choki na tema hapa nusu nife yani. Ulikuwa wapi Juma? Na wakati unajua siku ya leo nina wageni. Anyway, mimi dakika 2 na unajua maji yangu nayatoa bomba la juu kule, afiki boya yoyote kule. Mimi ndo na pumzi za kupanda bomba la serikali. Kwa hiyo wewe kama una wageni wapigie simu waambie waje, maji ya kuoga yapo sawa. Bandika sufuria na kuja. Hapo hapo naita oe. Juma naye jamani. Ana mambo mengi kweli. Na sifa zote mbaya Juma nazo kuibana mara. Salama za siku. Salama tu. Yaani hapa nina tatizo kubwa. Hivi shida ya maji kwani ipo hadi kwenu? Shida ya maji ipo ila tunapambana nazo kwa sababu tumezizoea wenzako. Maji kwangu amenikatikia na wiki ya 2 sasa hivi. Pole. Yaani yote yameisha. Sasa yaani kama ningepata haba vijana hivi wa kuchota maji. Kwa sababu vijana wapo wanapatikana. Ila wanapatikana unawaagiza maji wanakuletea na unawalipa pesa. Sawa, kwa naweza nikapata. Uwezekano upo kwa sababu labda nikufanyie nini msaada kwa sababu naelekea hivi barabarani pale. Nikiwakuta niongee nao niwaelekeze unapokaa wakuletee. Haya sawa, yaani nitashukuru sana. Haya basi poa. Haya sawa. Haya. Askari wangu bana, mwaka ndo shaanza ujue. Tarehe 6 leo. Sio mchezo. Shaanza. Siku zinaenda. Habari zenu? Salama, mambo vipi? Poa, wazima. Wazima, karibu. Kwema, kuna mchongo mmoja nataka niwapatie. Na mdada yuko hapo kata na mjengo mkubwa mzuri. Sasa dada alikuwa na shida moja. Shida gani? Kaishiwa na maji. Kwa ndio maana nimekuja kuwafuata nyewe. Mkaenda kupiga mchongo wa pesa pale. Yaani mchongo yani hebu nyosha maelezo yani. Fanya nini yani? Maji yamefanya nini? Kuna mdada yuko hapo kata. Dada ni mzuri. Naelekeza sana. Oya, kuna issue gani? Wewe naye katokea wapi? Baridi, sema kuna issue gani? Umesikia Juma? Kuna mdada yuko hapo. Sasa mimi nimeleta mchongo hapa kidogo. Ila nashangaa ndugu zako wanalikataa, nakataa mchongo wa hela. Sikiliza sasa tufanye michongo 200 fanya mwenyewe. Fuko la mavi. Utapata hela kweli mwanaume baada upambane dada maji. Dada ana shida ya maji. Sio kumwogesha. Ana shida ya maji. Hapa wiki nzima wewe. Babu si wataboza babu. Umekalia furushi ni mavi hayo. Hapo wewe acha dharau wewe. Twende dada, twende. Tukanyagia one day sisi tunajua. Wenzeni tunaenda kuhangaika mmekaa. Au si wazao, ujue si watembea. Umevaa shanga shingoni. Acha dharau. Hapa kwa sababu mwanamke. Acha naye sio kumshana yule. Dharau mwangu anambia mimi nimevaa shanga. Sisi tupige michongo 200. Yule kana kuchota maji faida unapata 200. Tunabishana na nini? Sisi wataboza babu, sisi tuchote maji. Kama ulivyosikia. Sisi boza. Si uende. Mungu wangu. Wazi! Oya, niambie mwana. Sasa hizi. Kwa vipi kidogo tunamuelewa? Nisaidie jamani, nisaidieni. Nyumbani kula wameingia wezi. Wameingia, yani siwaelewi ni wale watu ni wa aina gani? Yani naombeni mnisaidie jamani. Huyu papo hapo amemwelewa tutakishua huyu. Jamani, naombeni mnisaidie jamani mzee. Sasa wewe kuna mtu asikala, kwa hiyo nenda polisi. Sawa, lakini naombeni mnisaidie jamani kwanza. Yani mimi kule mimi sielewi jamani. Sikiliza kwanza.
Hapa unapotoka mpaka mtu kafugwa na vipi hapo? Wewe polisi. Juma hapa sasa nimekuona, ninashukuru sana. Naomba uende kanisaidia, nimeingiliwa nyumbani, wameingia watu. Una nini? Kuna watu wameingia ndani kwangu. Ndani kwako kuna wewe? Ndio, Juma naomba unisaidie. Ndio. Kwako pale? Ndio. Juma chongo jamani, kaumba maji kapewa pombe. Juma ameelewa, apenda ugomvi sio mnyonge. Kwa maseti Lakini anakimbia mikono analegeza. Ndio drama za kupigwa. Si tuletee issue za kazi. Umeibiwa nini? Kila mtu kafugwa na maisha yake hapa. Mwana nimeibiwa. Alafu Januari mwanangu, naona kama mwaka tunaingia vibaya au? Ngoja, mimi ni polisi wewe. Kumbe mnataka za kukimbizana. Hapo Mungu wangu, hata sielewi sasa walifuata kitu gani yani. Mungu wangu, hawajachukua kitu chochote. Sasa subiri. Baby. Baby, pokea simu please. Yes baby. Yes baby. Siko sawa. Yaani sikiliza sasa. Kuna matatizo yametokea. Subiri sasa nikuelezee. Yaani nilikuwa natoka ndani, nimekuja nje kumwaga takataka. Sasa yani nataka nirudi ndani. Nashangaa tu yani naona kama watu hivyo wameingia ndani, yani nilichanganyikiwa, sijaelewa yani kitu gani ambacho kilitokea. Kwa hiyo yes, sikiliza. Kwa hiyo nikakimbia nikaenda kule kijiweni. Nilivyoenda kuomba msaada kijiweni, nikamkuta yule kijana ambaye namtumaga maji aje kuangalia huku nyumbani kitu gani ambacho kimetokea. Lakini sasa nilivyorudi sasa hivi sijamkuta na hakuna kitu ambacho wameiba. Hawajaiba kitu. Ndio bibi, hawajaiba kitu chochote yani nimechanganyikiwa. Baby, naomba ufanye urudi, naogopa. Yeah, rudi. Okay, sawa. Nimekuelewa. Sawa. Kwa nini wewe unatufuatilia? Wewe ni kama nani? Mimi yule dada aliniambia niwafuate. Alikwambia utufuate? Sijajua nyie ni wakali kiasi. Unatujua? Sijai kuwaona. Sasa unafuatilia watu ambao wajui, ulikuwa na maana gani? Eti hapa mjini unajua sisi tumekuja kufanyaje? Kusameni jamani. Kusameni nini? Niende kwa mama. Weka mkono hapo tulio unajikuna kuna nini? Au tukuanzishie tena? Wewe unajua hapa mjini sisi tumekuja kufanyaje? Sijajua mimi. Wewe unatuchukulia poa Kwanza hapo. Tunachukulia poa sisi. Tunaongea na wewe. Ina maana kwamba kipigo umechoka sana au dharau? Samahani jamani, mmeniumiza sana. Niache niondoke. Kwa hiyo utakuwa utufuatilii tena au? Hata siku moja wala haki ya Mungu. Wewe unaonekana ni kielele sana wewe. Na baada nzuri boss amekuja. Boss. Huyu Kibaraka ametufuatilia sana.
Wewe umemtoa wapi? Bosi, wakati ulituagiza ile kazi kwenye ile nyumba, wakati tunatoka kuna dada alituona na huyu akawa ni wa pili kutuona, akaanza kutufuatilia. Yaani huyu ni kielele. Umeona, ni kama kawaida yetu sisi, mtu akituona lazima tumalize. Sasa huyu stop. Nijiwani. Ndugu yangu. Pigeni sasa, pigeni. Nisi mnaile, wewe si ndio wapiga? Hawa ni wezi hawa. Piga sasa, piga. Nisha kila mtu akuonea ni dagai. Ndugu yangu, yani ulikuwa umesoma tukajua utakuwa mtumishi, ndio umeingia kwenye kikundi chao wavuta bangi wa mjini. Nisikilize Juma. Una bahati sana kuletwa maeneo kama haya, afu unatoka mzima. Wengi wao wanapotea kabisa. Ni kweli, yani na ungechelewa kidogo wangenibaka wa vijana wako. Afu na kitu kingine nakusihi. Ukiondoka hapa, naomba usimwambie mtu yoyote. Nitakutafuta popote na nitakupata. Jirani yangu, unamkumbuka yule kijana ulioniunganishaga naye? Kijana yupi? Yule anaifanya kazi nyingi, kuchota maji, kwenda sokoni. Unamzungumzia Juma? Ndio huyo. Kafanyaje tena? Leo asubuhi nimepata matatizo. Kutoka ndani naenda kumwaga nje uchafu. Wakati nataka nirudie tena ndani, tena na watu ambao wanaingia ndani. Yaani sijui ni wakina nani. Nilishtuka nikakimbia, naita mwizi, nikakimbia moja kwa moja kule kwenye kile kijiwe chao. Nikamkuta Juma. Nimemuomba msaada. Juma moja kwa moja akakimbilia nyumbani kwangu. Narudi sijamkuta Juma. Hakuna kitu ambacho wamechukua. Wale vijana walioingia sijawakuta. Yaani hapa nilipo nimechanganyikiwa. Sielewi Juma amepatwa na nini? Sijui Juma ni mzima, sijui Juma ameondoka na wale vijana, sielewi ndugu yangu. Yaani na pressure. Mbona tatizo kubwa sana? Yaani ni kubwa. Sijui mpaka sasa hivi, yani hapa nimechanganyikiwa tangu asubuhi mpaka sasa hivi. Sijui ni kitu gani nitafanya. Kwa hiyo unasema hujaibia chochote huko ndani? Hakuna kitu ambacho kimechukuliwa, hata kitu kimoja. Na Juma hayupo jamani? Juma hayupo. Sijui amemfanya nini. Sasa hapo jirani yangu sijui nakusaidiaje tu kweli. Mbona mwenye sasa napagawa? Yaani sielewi. Cha kukushauri jirani yangu. Katoe taarifa kituo cha polisi. Sawa ndugu yangu, tafanya hivyo jirani yangu. Sawa. Yaani nashukuru. Yaani sasa hivi naondoka. Yaani sasa hivi. Pole. Asante. Mgomba wangu una hela, una simu, una vitu vingi. Jamani, nisaidie dada. Swala la wizi linakuwepo. Mama, mimi jamani. Lakini sawa, haina shida. Pole sana. Asante, nashukuru. Sawa. Umepata wapi huu? Kagua kwamba kila kitu kiko sawa. Mama, umepata wapi? Mimi niliibiwa mjini huu. Sawa, wakati unaibiwa mimi nilikuona. Na nilifanikiwa kumkimbiza huyo kijana aliyekuibia na nimefanikiwa kuchukua mkoba. Na vipi kuhusu juzi? Ulipokuja kunisaidia, sikukukuta. Walikuwa wamekuchukua wamekupeleka wapi au ulikuwa umeenda wapi? Na kwa nini kila wakati nikipata matatizo unakuja unanisaidia?
huwa binadamu mnaamini kwamba kila unapopata matatizo basi anayekusaidia lazima awe na sababu. Sio watu wote tunakuwa na akili hizo kwamba nitakusaidia kwa ajili ya malipo fulani. Mimi nimekusaidia tu kama ambavyo ningeweza kumsaidia mtu baki, au ningeweza kumsaidia mtu ambaye nimeona ana matatizo. Na ndio maana mimi sijui hata kupigana, lakini nilijitolea kwenda kwa wale majambazi. Japo wewe hujui kilichonikuta kule porini, hujui mpaka mimi hapo naniona mzima. Nimetoa nini katika mwili wangu. Hujui nimesacrifice nini mpaka wale jamaa wameniacha mimi nimeondoka. Ila nyinyi binadamu mnataka kila mtu ambaye anakusaidia awe na sababu. Ngoja niwae katika mihangaiko yangu. Sasa mbona unaondoka? Kwa nini unalazimisha ujue kwa nini mimi nakusaidia? Kwa sababu nataka kujua. Okay, anyway. Mimi nakusaidia kwa sababu nakusaidia. Na kwa sababu pia unaonekana kila wakati unahitaji msaada wangu. Unaweza ukawa una kipato, maisha yako yamekamilika kwa kila kitu, lakini pia kuna vitu ukawa unavihitaji kutoka kwa maskini, tena kapoko kama mimi. Kwa hiyo usijaji sana kwamba kwa nini mimi nakusaidia, kwa sababu unahitaji zaidi msaada wangu kuliko kitu chochote. Na mimi nakusaidia, sitegemei kupata chochote. Nafanya tu kama ambavyo ningemsaidia mtu yoyote. Naomba usiendelee kujaji mambo hayo. Yaani mjini ukifa njaa ni umama. Tunazibua vyoo. Kumbe ni wewe? Sasa wewe ulitaka aje nani? Mimi nilikuwa nataka mzibua vyoo. Ndio mimi siona nimebeba pipe ya kuchokonolea. Yaani wewe kila tatizo nikipata wewe unanisaidia. Sasa hiyo ni shida ni kazi. Wewe vipi? Unajua nyie ambao mmekuta nyumba za urithi kazi kukaa ndani mnajaza vyoo mpaka vinaziba. Sisi tunaishi kwa kutumia nguvu na akili hapa town. Kwa hiyo hapa town hata ukitaka sio hata ukiwa na gari yako ya kusukuma utaitiwa mimi. Mimi ndio nimejitoa mwangu. Wenzangu wale wavivu kazi kunywa kahawa wanajamba kashada. Ni ndani? Mchoo cha ndani cha nje. Maana kama cha ndani kuwe na mtu sio wewe. Hamna cha nje. Taki lawama wewe baba. Na sifa zote mbaya Juma nazoe kuiba na umala ndo mambo yake Juma wewe Kila kitu kipo sawa? Hapa kila kitu kipo sawa kwa sababu unaonekana kuchuku na vitambaa sio niliachia kwa hivi kazuia. Sipende kuweka matambaa. Sawa. Ndio alienda kazuia kwa hiyo nimejaribu kuchokonoa sasa hivi maji yanapita. Hana shida. Sawa. Inakuwa shilingi ngapi? Hapa kikawaida nipe tu 5 na mimi nikaishi. Sasa mbona ila ndogo hivyo? Ila ndogo tena. Mimi watu nawafanyiaga kuzibua na zibuaga 3000. Sema kwa sababu wewe ni bosi mimi nakufanyia 5000. Sasa sijaenda benki, si unajua tena. Kwa hapa nina hii hapa hii. Baadaye nitakuongezea. Kisha nenda kutoa benki. Sasa mbona 6000? Alafu unaniambia utaniongezea. Hiyo nyingine utananiliwa. Nieni nimekupa uwe unyota maji, alafu nitakuja tena nitakuongezea nyingine. Yaani hii 6000 alafu bado utaniongeza. Kwani ni kubwa hiyo? Sababu mimi vyo uaga nazibua 3000. Anyway basi poa. Ila usipende kuweka matambara. Unajua? Sawa. Ndio anasababisha vinaziba. Sawa. Baadaye. Okay, poa sawa. Juma. Sawa basi. Sawa nenda. Sawa basi nenda. Hivi kila kitu kipo sawa? Kipo sawa kila kitu. Kama kuna shida useme, usisite. Mimi ndo mambo yangu hata kama ndani kuna sumbua mimi naenda tu. Hamna shida sawa. Sije kakudodea bosi wangu. Hamna shida. Haya mimi niko kitaa. ndo mambo yake Juma huyo. Vipi?
bosi. Alafu Uko maeneo yako ya kujidai. Kwani vipi? Kwani vipi? Sio makopo tu. Mimi nafanya kazi yoyote ambayo kikubwa mkono uende kinywani dadangu. Ndio maana hata ukiniita kwenye kuzibua vyoo, si kukubebea maji, mimi ili mradi tu nachokiona mbele yangu maisha yaende. Hakuna kazi ambayo mimi nachagua kwa sababu hakuna kazi mimi niliyosomea. Sawa. Basi mimi naomba nikuache basi mimi niendelee na issue zangu. Nize kinywaji hapo. Bwana mimi kinywaji sasa hivi mchana huu sijala kinywaji kitanikwangua tu. Sawa basi nakuagizia chakula. Bana kwa sababu huu ni muda ambao watu wanakunywa sana maji. Nitapishana na chupa. Okay, sawa. Wewe usijali mimi nitakuja hata kula nyumbani wala usijali mimi si wako. Sawa. Sawa. Mbona leo umechelewa? Wewe sokoni kulijaa maji. Bala. Okay. Da, kama chenchi yako hii hapa dada. Amna. Njoo mara moja. Mimi mara moja. Sikiliza, kuna kazi za watu naenda. Mimi nimeenda tu sokoni. Sawa, najua ndio kuna kazi za watu. Naomba uje mara moja ndani. Sasa ndani kila siku mimi naishiaga hapa. Leo ndani kufanya nini? Lakini Juma, kumbuka unakataa kuingia ndani na hapa pia uko ndani ujue. Sasa sikia, wewe kama kuna chakula leta, mimi nakaa hapa chini. Nataka tuingie ndani mara moja. Twende mara moja tu. Sasa mimi naingiaje ndani? Yaani mimi naingiaje ndani? Kuanzia lini mimi niingie ndani kwa bosi wangu? Mara moja, kuna shida mara moja twende. Basi hiyo shida mimi niambie bwana, mimi siingii ndani bwana. Wewe kama kuna chakula wewe leta. Kwani hapa nje chakula hakiliki? Okay, sawa. Hutaki kuingia ndani? Kumbuka upo ndani kwangu. Nina uwezo wa kufanya kitu chochote. Sasa utafanya nini? Mimi si Okay, sawa, usiingie. Ninaweza kupitia mwezi sasa hivi. Yaani umekuja kumbe muda mrefu hata kunigongea mlango hamna. Kugongea ni dagaa. Unahisi siku zote tu mtu atakuwa na modi za kugonga milango. Jiongeze, umeshaagiza maji, soma sensi nyakati. Toka chukua madumu peleka ndani. Wewe amka. Nini shida, mbona unalala? Tatizo unakesha usiku haulali. Amna, macho yananiuma. Alafu na mawazo sana. Ujue kuna mwanamke nilikuwa namchotea maji. Yuko nyumba ya juu hapo mjengoni. Lakini kile kisichana kilipagawa na mimi kikanitaka kimapenzi. Sasa kilichotokea nikafumaniwa na dada yake. Sasa yule dada yake alinipa matisho kiasi ambacho mpaka sasa hivi nina mawazo. Kwa sababu kwenye matisho alinitishia mpaka polisi. Sasa kama unavyojua polisi, ukiingia unaingia bure, ila kutoka unatoka na hela. Sasa na mimi sina hela, nitatoka na nini? Ni pale nitaingia alafu kutoka mimi ndo nitatolewa kitu. Na nitatolewa nini zaidi ya mirinda? Lakini mimi sidhani kama mtoto wa kitajiri anaweza kukutaka wewe mchota maji. Sidhani. Kuchota maji na mambo ya utajiri na usika na nini? Kwani kitandani kama unachota maji upande, upeleki moto?
Wewe vipi? Mbona unafananisha mapenzi na mambo ya ajabu wewe? Sasa sikia. Hapa naenda kuchukulia raundi ya pili. Nachotaka ni hela iwe mfuko wa manyonyo. Sikopeshi. Leo nimechanganyikiwa. Sikopeshi, yani leo ni keshi. Ya leo kali. Makubwa. Hivi Juma, sasa hivi kwa nini umebadilika? Nimebadilika kivipi? Labda ubize tu na kazi. Si unajua mambo mengi, afu mimi makazi yangu mengi, mara usingi nimeenda mkoani huko, mambo ya zege. Kwa hiyo wala usijali, mimi niko vile vile tu. Kwa nini jana usiku nimekugongea mlango hujafungua? Jana uligonga? Uligonga muda gani bwana? Mbona kama usiku nigonga usiku hujanifungulia kwa nini? Sema kwa sababu nasumbuliwa na macho, kwa hiyo sijasikia. Sinajua tena. Macho na mlango vinahusiana nini? Macho na mlango vinahusiana nini? Sasa hivi nakutumia SMS, yani unajibu unavyojisikia, yani unajibu, yani sio kwa wakati kama zamani. Nakupigia simu sasa hivi haupokei mara, yani hivyo. Yani in short, yani mimi sikuelewi. Anyway, ila mimi sijabadilika. Sema ubize tu wa kazi. Alafu kazi zangu hizi za mambo, mara nimeenda Morogoro kumimina zege. Yani mambo hayaeleweki. Kwa hiyo usiwaze sana. Mimi naamini tutaishi vizuri. Ungeniambia unaumwa masikio. Sasa macho na mlango vinahusiana nini? Kwa hiyo umekasirika? Nimechukia. Nikikutumia SMS sasa hivi au yani in short tu, yani mimi sikuelewi. Nikutumia SMS unajibu kwa kujisikia. Nikupigia yani unapokea au saa zingine yani haupokei. Yani mimi nashinda kukuelewa. Sio Juma wangu ninayemjua tangu zamani. Wewe sasa hivi umebadilika na sikuelewi. Sasa unaniita wako na umeolewa. Ni daga. Umeolewa na unaniita wako wako. Lakini ujue sasa hivi naishi kwa wasiwasi kwa sababu mume wako miezi hii watu walioenda Kongo wanaanza kurudi. Kwa hiyo naanza kuishi kwa mbali. Sababu yule mzee akinikuta pale ataniua. Angalia mtoto ulivyonona hivi. Unajua ameweka nini? Sema mimi nabahatisha tu kwa sababu kwetu nimechimbiwa dawa. Mimi nimetoka Mlalo Tanga, silogeki. Ila kwa sababu ingekuwa sio mimi ningeshapotea. Hawezi kukuacha kizembe, lazima kuna dawa kakuwekea wewe. Ndio maana mimi sasa hivi nacheza mbali, na wewe anza kucheza mbali. Mume wako saa yote akitukuta tutasemaje? Kuona mofia mume wangu. Kuhusu mume wangu, yani mume wangu hawezi akaja da asiniambie. Sijui unanielewa? Yani kuhusu mume wangu ondoa shaka kabisa. Mume wangu mimi hawezi akaja da asiniambie. Ila usijali, tuko pamoja. Yani kwenye swala hilo tuko pamoja. Uka pale unakaa bure, haulipi kodi, haulipi umeme, haulipi maji, unakaa pale kwa mgongo wangu. Sasa ningeneka. Tusije tukalaumiana. Sawa? Ila kamenona jamani. Hivi hao wanawake wanakuwa na akili gani hivi? Mwanamke kama yule kanunuliwa underwear inamtosha kabisa na mume wake. Bonge la underwear la kubana shepu. Lakini bado anataka muuza maji. Ilaga. Kisamu. Wewe tena? Samani bosi. Samani bosi, nilikuja kumuulizia yule rafiki yangu. Sijakwambia ujielezee. Na kuuliza wewe tena hapo kwenye mageti ya watu. Nilikwambia nini? Kwa sababu siku ile ulivyotufumania kweli ulikuwa unaongea maneno ya ukali sana. Sasa mimi nilitosalimika, lakini wasiwasi wangu yule ndugu yako yule ambaye ndo mdogo. Huyo nisikilize. Huyo mpumbavu mwenzio unamuongelea hayupo huko ndani. Kaenda wapi? Nimeshamrudisha kwa muda mrefu tu. Sijui unanielewa vizuri? Hayupo. Sawa Maana hata huko ndani kwangu wenyewe nilimpa tu hifadhi na mwanaume wake. Mwisho wa siku alichonifanyia nyumbani kwangu wakaingia majambazi. Hao wenyewe walivyokuwa wapumbavu tena na huyo mwanaume wake yenyewe jambazi vile vile wakawashirikiana na ushenzi wao. Tena na wao unakuja hapa yani hivi. Nyinyi vijana wa kimaskini mkoje? Unatudharau. Lakini mimi nilimwambia ndugu yangu, mimi nimekuja kufanya kazi, achana na mapenzi. Yaani unaletwa kwenye nyumba ya mtu, fanya kazi. Unaleta tamaa za mapenzi. Hivi una akili sawa sawa wewe? Au mnataka sisi tuonekaneje? Unaajiliwa kwenye nyumba ya mtu.
Mtu anakuja anataka kukuajili. Hivi mnataka tuonekaneje? Lakini sio kwa ubaya, lakini ila mimi nilikuja tu kumuulizia rafiki yangu, ila nisamee ndugu yangu kama nitakuwa nimekukwaza. Sitaki kukuona. Kama kazi nilishakupa imekushinda, sitaki kukuona. Maji nitatafuta vijana wengine wanichotee maji. Basi. Nikosi nifanye kitu kibaya zaidi hapo. Kitu gani utafanya? Nimekufukuza kwangu, ondoka kwa amani. Ukirudi tena nitakachokifanya tusilaumiane. Wewe labda utumie hela, lakini kwenye swala la ngumi mimi kwanza nabeba dumu 4 Nenda. Ila utanikumbuka ujue. Nenda, nitatafuta watu wengine kunichotea maji. Nenda, nimekwambia sikutaki tena kukuona katika nyumba yangu hapa. Toka. Hakuna mtu anayefika kwenye bomba la serikali. Nenda. Utanikumbuka. Labda kuna nyumba za watu. Yaani muda huu unaongea na hapa ilibidi ushaondoka. Sitaki kukuona hapa, sawa? Tena iwe mwanzo na mwisho leo kukanyaga hapa. Lakini ujue maji yanakuaga shida. Juma jicho yupo gwati. Nenda. Juma tajali, Juma mia yusho. Ugomvi na yeye yote Juma jicho, Juma Vipi lakini jana wewe walikukosa maana wewe mimi ni mjanja wewe. Sasa ngoja nikwambie sasa jana ile tu askari anakuja hivi wanataka unizunguka. Mimi si nikatulia. Alafu wanakuja kulikuwa kuna limfuko pembeni pale. Si nikalichukua nikalisogeza. Alafu anakuja ananiuliza sasa, namwambia Mwangaluka baba. Akajua hili nilisukuma kutoka busha halina chochote. Kumbe ndo nikawa ni wameondoka, nikapita nikaondoka na kuondoka. Ndo nikawa nimepona. Bwana nilipita chocho fulani hivi ili naingia na luka ukuta. Napoenda kudondokea kuna jamaa alikuwa na mwaga uchafu akanimwagia machoni bwana. Sasa nikaweweseka kidogo, unaelewa mambo yetu. Ukachanganyikiwa? Changanyikiwa lakini nikafanikiwa nikatembea. Ndo hivyo tu ndugu yangu, unajua haya makazi ukijifanya wewe mjuaji watu wengi wanakushutukia. Yaani kweli. Na vipi kuhusu mkuu, na taarifa naye? Mkuu. Unajua mkuu, jana pale tulipokuwa benki, si tulikuwa wote? Tukawa tumegawana. Sasa pale tulipomaliza kufanikiwa lile jambo letu, mkuu akawa ameondoka njia yake na mimi nikawa nimeondoka njia yake. Sijapata hata mawasiliano naye toka jana. Mpaka sasa hivi, ila nahisi naona tu yuko salama kwa sababu tulitoka tu vizuri yote. Jamaa yule nimemkuta bosi yule. Dogo vipi, umefuata nini? Yani bosi yule si ndugu yangu juzi. Sasa ndo alikwambia unakuja mara kwa mara. Hapa ni kazini kwake, kwa hiyo mimi kuja sio haja sana. Wewe sikiliza wewe. Usizungumze kama vile unajinadi, so haja sana. So haja hivi, kumbe amefikisha raundi 2 anakuja. Sikiliza. Kama umekuja leo ni siku ya pili na waja kufanya chochote, mimi nitakutoboa. Na hapa nitakutoboa. Sasa mimi namtaka ndugu yangu, mimi sina shida. Hebu kwanza hebu ondoka hapa. Ndugu yako kitu gani? Mbona mnafukuza mambo ya toka? Wewe. Alafu wewe. Sitaki tukufanye mambo mengine. Yaani wewe, sirudi tena hapa. Wewe. Sirudi tena hapa. Sasa kutuzoea sana. Yaani siku akirudi. Mambo zenu? Wazima? Mko poa? Samani. Nilikuwa natafuta kijana kwa ajili ya kunifanyia usafi nyumbani kwangu. Yaani naitafuta shamba boy. Sasa hiyo ni aibu sister yangu. Wewe unavyotuona sio kufanya hizo kazi za ushamba boy. Ila isiwe kesi, sikia. Hapa mtaani yupo kijana mashuhuri wa hizo kazi. Anaitwa Juma Jicho. Juma Jicho hapa mtaani ndo anajulikana kwa hiyo kazi. Na una bahati mbaya kwa leo hii hayupo kabisa kidogo. Yaani hamna kijana mwingine labda tofauti na Juma. Yaani huyo anakuambia Juma Jicho ndo ana master ya hiyo kazi hapa mtaani. Ndio bana. Kama vipi, kama uko na shida naye sana mpigie simu. Shika namba yake. Vipi hapo kwani? Unaona? Mambo. Umekuja tena kwenye utawala. Kumbuka. Una shida gani wewe? Natafuta kijana nyumbani yule ambaye natafuta kijana sasa. Wewe si bwana dharau huyo. Unamfahamu kumbe? Nani amjui huyu bwana, wewe mizarau. Unaona sasa?
Kaja hapa analialia shida zake, sijui anataka kijana. Nenda kampigie issue ana nyumba. Mwanangu mimi unanielewa. Kweli mimi mwili wangu wa kupiga hizo kazi mwanangu. Kwamba zile zilikuwa hasira. Ulikuwa una hasira. Dharau hizo. Oya ngoja nimsikilize. Sema hawa mademu wengine Zalia unashangaa pa. Haipingwi mzee, wewe nenda kamsikilize. Alafu chuma hicho mzee. Zalia, ana mtoto mgula bia. Twende tukaongee ndio. Ngoja nimsikilize sababu hao wanakuaga saa nyingine. Tunajua. Baridi. Njoo tuongee basi pembeni. Najua siku ile nilikuwa nakuangalia tu. Nenda nitatafuta kijana mwingine. Nasikia nikwambia zile tu zilikuwa ni hasira ndugu yangu. Alafu pia ulinikuta kwenye hali mbaya. Na mama unakuta niliongea tu vitu kama vile. Kwa mtaa huu shida ya maji lazima uwe na urafiki na mimi. Mimi ndio mtu anayejua maji yalipo. Kwa hiyo ukijidai unatukana mamba kabla kenge hujavuka mto, utapotea siku nyingine. Sema mimi siweke hasira kwa sababu mimi nina shida. Twende nikakusaidia. Siku nyingine usiwe na jeuri hata kama una hela. Kubali kwamba hela haifanyi kila kitu. Sawa nimekuelewa basi tuende Juma na wewe maneno mengi. Unaongea wewe? Wewe naye. Oya ni madumu hayo. Asanteni. Asubuhi tu tunajicho yupo bwati, yombe umvuruge yeye. Asubuhi tu tunajicho yupo bwati, yombe umvuruge yeye. Asubuhi tu sijali dada. Mimi nitafanya kazi kwa uweledi, yule mwenye tamaa zake tu. Na nilimwambia ndugu yangu mimi nimekuja kufanya kazi, sio mambo ya tamaa. Haina shida, kikubwa tu unapata sema kufanya kazi, wewe fanya kazi, mambo mengine yaendelee. Sababu familia zetu sisi wengine kama hivi. Nyinyi wewe kama hivyo mtoka zako kijijini huko umekuja kutafuta maisha mjini. Kwa hiyo haina haja wewe kuleta tamaa, sijui nini. Kila kitu kinakuja kwa wakati wake. Sawa, na shida mimi nitafanya kazi kwa bidii sana. Haya sasa. Mazingira ndo kama hivi unavyoyaona. Naelewa nyumba hii nimefanya kazi sana. Najua mazingira mipera ile ni. Maua. Nahitaji akatwe. Yaani si unaelewa? Mkasi si upo lakini ndani. Mkasi upo. Nikiingia hivi ndani nitaenda kukuchukulia. Hapa chini pia fagio lipo kule nyuma. Najua lipo. Nakaa pale kwenye mchikichi pale. Utachukua fagio, utafagia hivi. Kule kuna yale majaba ambayo unatakiwa yajazwe maji kwa ajili ya kumwagilia hizi maua hizi. Utachukua madumu. Si una madumu yale ambayo unataka. Na ya kwangu wewe swala madumu tena. Maana huku kuna shida sana katika maji. Wewe mwenyewe unaelewa mazingira ya huku. Utajazia yale majaba kule, baadaye jioni utakuja utakuwa unamwagilia maua huko. Sawa? Sawa. Ila bosi mbona kama unaonekana uko serious zaidi na mimi ndo napenda mabosi kama nyinyi. Yaani huna mambo ya mapenzi nini, unaonekana kabisa wewe ni mzuri. Yaani wewe hata mwanaume sasa hivi ukimwambia mapenzi nani anakataa? Hakuna mwanaume anaweza akakataa sasa hivi upendo. Haya unaongea tumetoka kuongea kule. Fanya kazi, unapohitajika kufanya kazi sehemu fanya kazi. Mapenzi ni yani yanakuja tu baadaye yani unajua. So yani umeletwa tu kufanya kazi tu unaanza kuwa serious, lazima niwe serious sababu nahitaji mazingira yangu yawe safi. Sawa? Kwa sitaki kuongea sana. Sawa? Nitakuchukulia mkate kule. Sawa. Mimi naenda kupumzika. Kama kuna chochote utakuwa unakihitaji labda utaniita. Yaani kama kuna chochote nitakuita, sawa? Mimi nitakuita bosi. Mwanaume bila hela sasa hivi sio mwanaume. Ni kweli. Aseni kweli, situpambane wanaume. Peace kama hiyo inaniajiri yani. Ila kwa nini hashawishi? Yaani unaniite ndani. Hata kama kumedondoka mjusi, huyo mjusi nazaa naye. Dadeki. Sasa hakosei. Ngoja nianze kwanza na ufagio. Hatari. Jengo kama huu unakuta mtoto amelala ndani mwenyewe. Nitakula chabo. Jumatajali jumambia yusho ugomvi na yeye. Asubuhi tu
Hela ya kodi. Hii nyumba sijajenga bure. Tulishakubaliana. Usichoelewa nini hapa? Usichoelewa nini? Nataka hela yangu ya kodi. Una kazi ya kunijazia madumu tu kwenye nyumba yangu. Usihitaji, nataka hela yangu ya kodi. Sasa mama, tumeongea vizuri pale siku ile tumeelewana. Nataka hela yangu ya kodi. Ulielewana na nani? Ulielewana na nani? Mbona kama hasira zimeanza? Nataka hela yangu ya kodi. Wewe unajifanya mjanja. Nataka hela yangu ya kodi. Kuna mfuko wa simenti hapo uliochangia. Nataka utoke hapa au nataka hela yangu ya kodi. Yaani chagua mawili. Unipe hela yangu ya kodi au uondoke. Kwa kukudhihirishia hilo. Kama yani nipo serious. Vilago vyako. Sasa vipi? Una kazi ya kunijazia madumu kila siku. Una kazi ya kunijazia madumu kila siku. Yaani siwezi. Makubaliano ndio ya mkataba. Ya mkataba gani? Chumba changu unaingia ndani Chumba chako umelipia kodi. Kodi imeshaisha na kudai kodi ya miezi 3. Kodi imeshaisha nina kazi ya kukuvumilia au na kazi ya kunijazia madumu huko ndani. Yani, sikutaki, ondoka. Yani sababu nilikuwa na kuingiza kukuzagamua kwenye chumba changu. Kwa hiyo na mamlaka hata ya kutupa vitu. Kumekuwa kwako huko. Yani sikiliza Juma, chagua mawili. Na hicho kigodoro hicho yani unakiacha. Sio kwamba tu unaenda nacho. Unafidia hapo. Hata kama nikisema nifidie langu ya kodi yani akiwezi kabagaini hapo. Kwa chagua, naomba uondoke. Nyumba yangu sio kujaza madumu. Basi nitolee ndala zangu. Ndala za nini? Ndala za nini? Nenda utajua mbele ya safari huko. Shenzi nini? Kumbe umeamua kukaa kisa nimeamua. Naomba unitolee kelele. Majirani, naomba unitolee kelele. Sitaki kelele. Wanawake nyinyi, mbona mume wako amekujengea nyumba unatamana mpangaji kafu. Na wewe nenda kajenge. Nenda kajenge. Yatanishinda nini? Wote haweza. Yatanishinda. Tumajicho yupo bwati. Siombe umvuruge yeye. Yani mpaka unamshukuru Mwenyezi Mungu baada na kula milioni 3 hayo mzee. Habari zenu? Salama za siku nyingi. Mara ya pili hiyo. Maana nikijaga mimi hapa namuuliziaga Juma tu na mwingine mimi kumuulizia hapa tena. Kafanya nini tena Juma huyo? Kwani ana shida gani mwenzenu? Bora ni bora kwa siku ya pili, siku ya 3 hadi ya maskani. Sisi kila siku tuko hapa. Na yeye mwenyewe hapa ni sisi hapa. Tunapotuona sisi hapa ndio kama ndugu yao. Sikia sister. Huyo Juma bwana leo siku ya 3 si hapa kijiweni hatumuoni kabisa. Kwa unavyotuletea habari za Juma hapa na wewe ile siku ya mwisho ndio uliondoka naye. Ila kwa taarifa tulizopata ni kwamba pale alipokuwa anakaa maskani mwenye nyumba yake kamtimua, hajalipa kodi. Kwa hiyo mpaka sasa hatujui Juma yuko wapi. Sijui umenielewa? Hamna hata namba zake za simu labda nipate mawasiliano naye. Hivyo Juma unamjua au unamsikiaje? Hivyo kumwangalia pale za kana simu. Kazi zake ndo kama hizo. Beba maji, peleka huko, anaweza kupata pesa. Yule tangu azaliwe mpaka sasa hivi hajawahi miliki simu. Kwa hiyo utamtafuta kwa njia unaomtafuta utampata, ila sio kwa njia ya simu. Yule uweze ukampata kwa simu, hajawahi kumiliki simu. Mawasiliano kwa kasha nikaga no. Basi nimesikia, akija basi nawaombeni mnisaidie kumwambia kwamba namnikuja kumtafuta. Usijali, akija tu hapa sisi tutamchana makavu fresh. Sawa. Basi karibu tupo. Asanteni. Sema sister yake la. Poa. Mwanangu. Kwa kweli nafasi ile. Sasa nakwambia ukisubiria embe liive, wenzangu analichuma ndio anachuma. Shikaji anachezea bahati. Vipi basi? Shwari. Ushazingua mwanangu, mimi hata shwari yako siitaki. Kwani kuna nini? Wewe Mwangalia hapo. Yule nani? Yule dada alikuja kuniulizia. Wewe si unamuona kwa nani yule? Mwanangu umefeli. Manzi kaja hapa anakuulizia. Yaani mlivyomsikia yeye amesemaje? Yeye anakuhitaji, anasema siku ya pili akuoni kazini pale mjengoni utokei. Shida nini? Kuna sometime unaweza kupoteza bahati hivi masiara. Unaona mazingira nimeshafukuzwa nilipokuwa nakaa. Kwa hiyo nilikuwa nataka kwanza nitafute eneo la kujihifadhi ndio nianze. Sio hata sijabeba madumu. Yaani sipo kikazi. Lakini unajua nini? Yule afiki mbali. Wasikia hajafika mbali, mfuate. Sikia baza kamsikilize labda anafanya. Sikilize mwana. Ile za elementary mzee. Mtoto ule kama akijaa kizalizali
Oya mimi nabonyeza. Mtoto malaika, mtoto kashushwa yule. Sura yangu mimi nikizaa na ule mtoto. Oh, yule mtoto hajazaliwa. Yule mtoto nikizaa naye tunatoa Msomali. Oh, I think. Ni mnagundwa hapendwi. Oh, mwai kabla hajafika mbali. Sasa hivi Mtongozo ni dagaa. Sikia tu. Nenda babu, mwai asija na kipilipili utabakwa. Au jamaa huyu. Haupo, una matatizo gani? Ulije kazini una siku ya pili? Acha tu ndugu yangu, nyumba niliyokuwa nakaa kwa ufupi nimefukuzwa kwa sababu nilikuwa nadaiwa kodi ya miezi 3. Kwa hiyo hapa sina pa kukaa wala sielewi niende wapi. Ila kwa sasa hivi nina mawazo ya kujua natakiwa nikae wapi. Nina mawazo ya kujua kwamba vitu vyangu vile ambavyo viko kule naenda kuvikomboaje. Kwa hiyo hii ndio maana nimeona nisimame hata mambo ya ya kufanya kazi kwanza. Nifuatilie kwanza mambo ya kukaa. Na shangazi yangu yuko Tegeta. Kwa hiyo ndio nilienda leo kumwangalia shangazi kwamba anipe hifadhi hata ya mwezi mmoja mimi nijipange. Lakini kuhusu kazi mimi napiga. Kwa hiyo hapa sina pa kukaa, sijui hata jana yenyewe nimelala nje. Sasa kuhusu swala pa kukaa, utakuja kukaa kwangu. Yaani unamaanisha kwamba mimi nije nikae mjengoni pale? Uje unifanyie kazi, sababu hivi tuanze kutafutana mwisho wa siku unaenda kukaa Tegeta huko mbali kote huko unakuwa ufiki kazini on time nafanya. Uje utafute chumba maeneo ya karibu hapo. Kwa hiyo nije lini bosi wangu? Wewe njoo utana vitu vyako hata kesho tu. Mimi utanikuta nyumbani. Katika mabosi ambao Mungu awagae. Yaani katika sehemu ambazo mabosi mnacheza, yaani kwamba tajiri huna baya. Yaani ukisikia tajiri huna baya ni wapo umecheza sana. Sikia, kikubwa tu ufanye kazi hivyo, yaani tusikwazane hivyo. Tutaishi mbona kama ndugu. Mbona watu wanaishi na watu ambao sio ndugu zao na maisha yanaenda. Na nyumba yote ile unakaa mwenyewe uogopi? Ni dagaa. Ni dagaa. Basi maneno yasiwe mengi bana Juma. Kesho uje basi asubuhi. Basi poa. Mimi utanikuta nyumbani. Hamna shida. Sawa. Wewe njoo na vitu vyako vyote, madumu yako yale ambao unafanyia kazi wewe njoo nayo. Poa. Haya bwana. Unaenda pale? Mimi nilikuwa pale, wao ndio wameniambia nimekukimbilia tu, mimi narudi pale maskani. Basi sawa. Mimi ngoja ninyoshe miguu naenda nyumbani mdogo. Poa. Haya, bye. Nani? Mimi hapa. Mwaka bosi, yani mtake msitake tanita bosi. Kwema? Nimekuja bosi wangu. Haya, karibu. Pole. Usijali, ndio maisha yetu haya. Leo uko hapa, kesho uko pale. Hatueleweki. Funga mlango, kuna wezi huko. Karibu. Kuna wezi, funga mlango vizuri. Za utokako? Salama, nashukuru umekuta vitu vyangu hawajaiba manake. Niliacha sehemu ambayo haina usalama kwa kweli. Haya, sawa. Mimi nimeamua kukupa hifadhi. Nashukuru. Sawa. Sasa haimaanishi kwamba nina hela sana au vipi, amna, ni vile tu kusaidiana kwa sababu hata sisi wenyewe tumetoka huko ambako umetokea wewe na tumepitia matatizo mengi sana. Sijui unanielewa vizuri? Maana na mimi
nimekuja kwa unyonge bosi wangu, kwa sababu yani unayopitia wewe hayo yote kwangu mimi ni kama marudio tu, na ndio maana nimeamua kukustili, kukuonea huruma kama binadamu mwenzangu, nikuchukue nikulete nyumbani kwangu, kwa sababu una kazi ambazo unatakiwa zifanyike za humu ndani. Kwa hiyo nikaona sio vibaya sasa ujisikie kama vile uko nyumbani, uishi kwa amani kama ulivyokuwa unaishi huko ulipotoka, ila tu usijisahau. Sio, unanielewa vizuri? Maana sisi binadamu tuna kawaida hii moja ya kujisahau tu, basi ndio tunachokosea. Maana hata Mungu wenyewe anatupa, mwisho wa siku sisi wenyewe tunamsahau hata huyo ambaye anaitupa. Sio, unanielewa vizuri? Nimekuelewa kabisa bosi wangu. Bosi mpole, huna baya, umepoa. Huu mwaka utakachokipata mshahara wako iwe huko unakoenda kufanya kazi zako huko, make sure una make pesa zako. Yaani sijakuleta humu ndani eti ndio maisha yako ya milele na milele, hapana. Wewe mwenyewe unahitaji kuwa na kwako, unahitaji kuwa na mke, unahitaji kuwa na watoto. Sio, unanielewa vizuri? Make hela zako, itafikia muda nitakuuliza tangu umekuja hapa kwangu umeweka shilingi ngapi? Sio, unanielewa vizuri? Yaani hakikisha unajiwekea malengo yako. Nimekushika. Samani bosi, unakuwa kama wale wanawake wa Kichaga. Naambia Mangi, leo umeleta shilingi ngapi? Hero. Sawa, mimi nitajitahidi sana. Kwa kweli kwa maisha niliyokuwa nimefikia, ilifikia kipindi nalala nje na madomo yangu. Sasa kama wewe umekuwa binadamu wa kwanza kukubali kuishi na maskini katika mjengo, hali ya kuwa hujali kwamba atakuwa na tabia gani. Mimi kwa kweli, kwa sababu umeniamini, haki ya Mungu sitaonyesha tabia yoyote ya kukuchosha bosi wangu. Sawa, ina shida. Na sasa hivi maji kwa sababu nakuwa nakaa na maji naogea, naendea chooni. Nimesahau kukuambia kuhusu swala muda. Kuna muda tena? Muda. Kama ungekuwa haufanyi kazi za nje, kwangu mimi kuingia mwisho saa 2. Saa 12 ni kwa watu wanangu huko ndani. Saa 2 kwa wewe, kwa sababu wewe mwenyewe ni unahitaji kufanya mambo yako huko nje. Sababu siwezi kukubana sana kwa muda saa 2. Kwa sababu unafanya kazi nje ya humu ndani. Kama hivyo unajitafutia mwenyewe riziki zako. Saa 6. Saa 6 mwisho. Sitaki ile geti liwe wazi. Sawa, hata UEFA saa 6 zimeisha. Yaani ukijikuta saa 6 huko nje ya ile geti, lala huko. Yaani ukiona saa 6 sijaja nitakwambia kabisa kuna kimeo. Na kingine sawa, tusipoteze muda sana kwa sababu nina vitu vingi sana vya kushughulikia vya ofisi. Iwe humu ndani sio mgeni. Tusisumbuane. Zunguka kwenye kile chumba kule pembeni kule. Ukiachana na store kuna kile chumba kule pembeni. Ndio cha kwako. Wewe madumu yako yaweke store, wewe mwenyewe chumba chako kitakuwa kile. Utakuwa unakaa mle ndani, sawa. Zingatia niliyokuambia. Haya, Mungu akuweke. Unanielewa vizuri? Siku moja maana yake kule hakuna TV, utanipa kale kitu kako kakupangusa kale. Umeanza tena. Niliyokuambia uwafanyie kazi. Haya, nashukuru. Haya, kwaheri. Nani? Fungua. Mama. Sasa hizi. Salama. Hivi dada, unawezaje kukaa na mtu ambaye ujui yani ujui kwa wapi, anakaa wapi, ni mtu wa wapi? Unawezaje kukaa naye huko ndani? Unamzungumzia nani labda? Mbona si huyu Juma Jicho? Sema kama Juma Jicho huko ndani. Mtu umjui anatokea wapi? Anakaa wapi? Kwao wapi? Unamchukua na kaa naye huko ndani. Subiri kwanza. Yaani umekuja kuongea, umekuja kumzungumzia kama nani? Yani ni ndugu yake, ni nani yake yani? Maana sielewi. Sikiza nikwambie. Juma huyo mimi nilikuwa mama mwenye nyumba yake. Yaani mimi Juma alikuwa anakaa kwangu. Tumepishana kauli kidogo, Juma nimemfukuza. Sasa na unakuja naambiwa anakaa hapa. Wewe utakaje na mtu yani from nowhere tu mtu umemwokuta, utakaje na mtu ambaye umjui? Unamchukua unamweka huko ndani. Afu istoshe, mimi nimemsaidia tu Juma kama binadamu mwenzangu. Na ukizingatia kwamba Juma mimi ananifanyia kazi humu ndani. Kumbe ndio maana umemchukua umemweka humu ndani. Akipata tatizo au kuona pajua ni wapi.
Yaani from nowhere tu mtu unamchukua unamweka humu ndani, hujui anatoka wapi, hujui anakaa wapi, unamchukua unamweka humu ndani. Hao yani Yaani dadangu unashindwa hata kuelewa hata ni kujibu kitu gani kwa kweli. Nijibu chochote. Kwa sababu Juma nimemsaidia mimi kama binadamu, mtu ambaye anahitaji msaada nimemsaidia Juma. Yaani sijamsaidia kwamba kwa kujionyesha au nimemsaidia kwamba yani nataka yani hivyo. Hivi ngoja nikwambie. Mimi nilikuwa mama mwenye nyumba yake na Juma. Unasikia vizuri? Nilikuwa mama mwenye nyumba yake na Juma. Juma alikuwa anakaa kwangu. Yaani mimi ndo nilikuwa mama mwenye nyumba yangu. Juma amekaa kwangu. Tumepishana tu kauli hivyo, hataki kulipa kodi, nimeamua nifanye nimfukuze. Na alikuwa ananitaka mimi kimapenzi. Ushanielewa? Kwa hiyo wewe kama unakaa naye Juma, wewe kaa naye. Ila tu ndo hayo. Kama umjui Juma, mimi ndo nimekujuza. Juma huyo afadhiliki. Juma afadhiliki, amekaa kwangu mimi, alikuwa anataka kimapenzi. Kwa hiyo wewe kama unaendelea kukaa naye, wewe endelea kukaa naye. Nimekuambia utakuja kuamini maneno yangu siku moja. Sawa? Utakuja kuamini maneno yangu siku moja. Naomba niondoke. Wewe mwanamke, kibonge nyama. Pale nimekuona pale kwenye ile nyumba umefuata nini? Labda unadhani ukienda pale mimi sitojua kama uko pale. Yaani wewe mambo yetu yashaisha, ushanitupia virago. Haya, nimeacha godoro nikasema silifati. Pale tena nimehifadhiwa mjengoni na kula mayai. Pale breakfast ni mayai pale. Breakfast mayai. Mchana wali ng'ombe. Unakuja kuniharibia ndugu yangu, nimekukosea nini? Basi kama shida mimi ni kukuchomeka mwiba, nisamee basi. Mapenzi mimi na wewe alishaisha zamani. Yule dada umeenda kumjaza sumu gani? Nilikuwa nienda kumwambia ukweli. Ukweli wa nini? Wewe si una ndoa yako, unafuatilia maisha yangu ya nini? Unataka nikuweke wapi? Umeenda kumjaza sumu gani? Sababu mimi namjua yule tajiri yangu akikasirika. Na mimi pale nakula breakfast mayai. Breakfast mayai. Mayai saa 7 ugali ng'ombe, usiku naambiwa nikuletee juisi ya mua. Nyumba nzima tunakaa wawili. Sijai kulala naye. Hilo nakuambia, lakini najua yule mwanamke ana matamanio yake. One day anaweza tu akaniita dirishani, Juma, Joshua Sheneti, sijala. Ona kaza kunifuatilia, ni daga. Shenzi, nataka upore bajaji. Nataka upore pikipiki, nishakugundua janja zako. Mitamaa imekujaa. Na ukiendelea kunifuatilia, narudia tena, achana na mimi, tushaachana. Pata maisha yako. Nenda katembee na madera yako hiyo. Unavaa mapazia mchana kweupe. Fanya kazi. Na huko unapoenda kazi kulelewa, tufanya kazi. Na huko unapoenda mimi najua. Kwani kusema ukweli, fanya kazi. Umeenda kuharibu. Fanya kazi. Juma umetengwa wewe. Alafu Juma jicho Juma chongo akifika maskani habari zake jamani, kaumba maji kapewa pombe. Juma ameelewa, apenda ugomvi sio mnyonge, kwa masea Boya Juma jicho huyo, Juma jicho kapaga. Boya Juma jicho huyo, akili zake haziko sawa. Boya Juma jicho huyo, Juma jicho kapaga. Juma! Njoo mara moja. Natoka ndio. Wewe Juma. Chai umeacha lakini. Subiri kwanza, nataka nikuulize hapa.
Wewe. Jana usiku ilikuwaje? Mbona sikuelewi. Jana kwani kulikuwa na shida gani usiku? Unajua mimi hapa ni kwangu. Kwa hiyo kukiwa na hali yoyote ya utofauti lazima nijue. Sijui unanielewa vizuri. Jana usiku hujaingiza mwanamke huku. Mimi niingize mwanamke kwa shida gani? Kwanza mimi nimesikia watu kama unatembea usiku, maana yule nilikuwa ni mimi bwana. Mimi afu siwezi kuingiza mwanamke kwa sababu mimi toka nimejijua sina hela. Jamani nimempiga ba. Sitaki anisumbue. Mama wala sijaingia. Mama wasiwasi wako bwana bosi. Naongea na wewe kama rafiki sasa hivi. Ila nikibadilika nabadilika kweli. Unalielewa hilo? Na nikibadilika sicheki. Mimi sijaingia na mwanamke madam. Na ningeingia na mwanamke, kwa nini nisingemleta akamuona bosi wangu? Na unaingiaje na mwanamke kwa ruhusa ya nani nyumbani kwangu? Mimi nimekupa tu hifadhi. Sijakwambia kwamba yani ndo nimeshakupa uhuru kwamba yani wewe ndo hujaamua unachotaka kufanya. Yani nakuomba Juma, fanya kazi. Yani siku nikija kukuhisi vibaya au kuna kitu chochote kinaendelea ndani cha utofauti. Hata sijui yani sijui yani nitakuangaliaje yani. Yani usitaki nikuonyeshe upande wangu wa pili. Ikawa umenisaidia pakubwa sana. Kwa endelea tu kunivumilia dadangu. Yani usitaki niamini maneno ya yule mwanamke ambaye alikuja juzi kanigongea hapa, yani yameninyima amani. Muda wote nakaa na kufikiria wewe. Sijali bosi wangu, kila kitu kipenda sawa. Tafadhali nakuomba. Jiheshimu, heshimu na mazingira pia niheshimu na mimi. Yani usitaki nitoke huko, nitoke nilikotoka huko, yani usitaki kutafuta upande wa pili wa hadi ya ukoje. Sijui unanielewa vizuri? Nakuelewa bosi. Kaendelea na kazi zako, mimi natoka mara moja. Chai ipo lakini. Nini? Chai. Nakunja nisilete hata manzi. Ya pale ulipokuwa unakaa shemeji amefukuzwa. Tatizo ni yule shemeji yako. Kwa hiyo nataka nimfanye nini? Nimuue? Hilo halina shida. Umeniandalia shilingi ngapi? Anafanya milioni 10 basi nakuja na kichwa chake. Milioni 10 kaka, nakuja na kichwa chake mwenyewe. Sawa, hamna shida. Hey, it's me. Ha, ni mimi huyo. Au Sam Smart.